yeyote aliyempenda Mungu hana roho ya kukataliwa. Itakusaidia. Mtu yeyote aliyempenda Mungu akaamua kuingiza mahaba yake kwa Mungu, ameondolewa roho ya kukataliwa. Kinachokufanya ukataliwe na watu ni tabia, ambayo tabia hiyo wanaitumia viongozi wa kiroho wasiokuwa waaminifu kukuaminisha kwamba una roho ya kukataliwa. Kimsingi, mtu yoyote aliyempenda Kristo huwa anatolewa kwenye rahana ya ukoo, anatolewa kwenye rahana ya kimizimu, anatolewa kwenye ari yoyote ile ya kukataliwa, anapewa kibali na upendeleo au neema. Mtu yeyote aliyetoka duniani akamfuata Yesu, amezaliwa, amekuwa kiumbe kipya, anatolewa ile roho ya kukataliwa, rahana za kurisi, rahana za ukoo, rahana za kimizimu, vinavuliwa kwake, anavishwa utu upya. Biblia inasema ya kale yote yanakwisha, anavishwa mambo mapya na maisha mapya. So kinachokufanya uendelee kuishi maisha magumu, kinachofanya uendelee kuishi kwa tabu, ukose kazi, ukipata kazi, kazi inapotea, ukipata kitu kinaharibika, ukiolewa ndoa inavunjika, ukipata mchumba anaondoka, ukijikuta unafanikiwa kuanza vitu vinarudi tena vinaporomoka. Si roho ya kukataliwa kwa wewe ambao unamwamini Yesu Kristo, bali ni tabia, their character, tabia. Ukikosa tabia, hata ungewekewa mikono usiku na mchana ili uwe na roho ya kupendwa, kama tabia zako ni mbaya, huwezi kupendwa na mtu yote. Unaweza ujikute ni mzuri kabisa, mrembo, mdada mzuri, utatembea unatafuta watu wa kuombee roho ya kukataliwa ili upate kuolewa, lakini hauwezi kuolewa kama uko na tabia mbaya. Na ndio maana kuna msemo wanasema wadada wabaya ndio wanaolewa, alafu wazuri mbona hawaolewi? Si roho ya kukataliwa, bali ule uzuri unamfanya hawe na tabia mbaya.